Nikuambia utoe huyo mtoto hapo na usikie. Ona sasa ile hasara amekuletea. Hiyo ni mchele gorogoro moja amemwaga yote. Unalala njaa leo. Pita hapa kwa fasi yangu nikupigie story. Yawa. Nimefukuzwa shule. Umefukuzwa shule? Nimefukuzwa shule. Umefanya nini? Wanasema ninacheza na masomo. Unacheza na masomo? Mambo ya school fees? Si nililipa. Nililipa. Tabia mimi sitaki. Twende shule. Twende. Mimi nakushika mkono. One eternity later. Nifanye hii kazi haraka. Nimalize hii work plan kwa sababu leo naona kama wazazi si wengi kwa shule. Hata kazi leo imetulia. Wacha niharakishe kabla wazazi waingie. Najua ikifika saa 6. Bwana principal lazima nikulete kwa madam principal. Nifanya mkuu, naona nimevaa. Mwalimu mkuu. Nimeambiwa wewe ndio madam principal. Ndio unafanya na kuongea nini? Tumefika. Huyo mtoto amesema amefukuzwa. Amefukuziwa school fees. Na nilipa juzi 2000. Siku hizi tunalipa pesa mnaturudisha wanafunzi. Sasa mambo ni pole pole. Huyo mjane yako ndiye amekwambia amefukuzwa school fees. Anakwambia kufukuzwa nini? Umesema umefukuzwa nini? Hivyo ndio amesema. Akafukuzwa school fees. Mimi najua school fees yako itafika hata kuota yenye umelipa. Lakini si yenye nimemfukuzia. Na kama ulimpea 200, ujue hajafikisha kwa shule. Umefukuzwa nini? Ulipea 200 jama 2000. Nilipea 2000. Alileta 200. Hiyo ndio amelipa school fees. Nilisema fapo wangu ndio ataniwa. Atieno amelipa 200. Kitu madam anasema ni ukweli ama ni uongo? Tunaona anasonga bali kuja karibu. Songa hapa. Anadanganya. Simama Hata udanganya kama tunamuona. Amdanganya kwa namuona mtu. Lakini mzazi kwanza kumua. Naona anasema tulia kwanza ndio msikizane. Ndio asira nani iko juu. Kitu ya kwanza lazima ujue hata kama unalipa school fees hiyo si tunafanya ni kumfukuza. Hujamfukuza mama ya school fees. Kitu fanya ni mfukuze. Nataka unijibu kama mzazi. Ulituma hiyo mtoto kusoma ama kutongoza walimu? Ananiua. Anatongoza walimu. Nakwambia. Anatongoza walimu. Nakwambia mzazi. Walimu wangu wapumui. Kwanza sana deputy yangu. Unajua nakaa mrembo. Alafu akisimai mwanaume hapo na ndipo. Anakaa kama kasichana. Alafu aliupo ile sura mzuri. Si mweusi, si mweupe. Ile inapendeza kabisa. Ile rangi mzuri. Kitu anasema ni ukweli. Huyu mtoto wako unasema ni ukweli. Hawezi Mwalimu anadanganya. Huyu deputy principal yangu ndiye alinieleza. Akaniambia mtoto anamsumbua sana. Nikamwambia fanya yake. Enda urecord. Akarecord, akaniletea evidence iko hapa. Transfer. Imagine yeye anajua mwalimu yangu kama deputy, si mwenye anafunza hesabu, si mwenye anafunza chemistry, si mwenye anafunza Kiswahili, si mwenye anafunza CRE. Lakini hii saa yote akimwona tu tafu. Kitu principal anasema ni ukweli. Anajifanya na kuna kitabu sasa, hatuna kitabu ya hesabu ndio watu wakifikiria ameenda kuuliza swali. Akitoka alikuja kusoma na kutongoza walimu. Yawa, deputy principal. Huyu naua. Unaona anasumbukia mtu hapa. Kuna swali ilikuwa imenishinda hii na sijaona mwalimu wa hesabu. Akiona anaingia box kesho anakuja na Kiswahili. Siku nyingine anakuja na biology. Alafu unaona hii nguo ya shule anapandisha juu inafika wapi? Anaweka hapa. Inapanda hapa miguu. Alafu anasuka tu hivi. Anaweka meka. Alafu kimwangalia hii sasa niambie, hii ni sura ya kutumia kusoma. Mdomo anaenda anapunguza anaweka kwa hiyo rangi hivi. Anakuja anachora huko. Akienda anasumbuka hivi. Jamani, ni mtoto nalea ama ni jini nalea kwa nyuma na sijui. Nakwambia hata kuna siku nyingine walikuwa wanaenda michezo na hii mwalimu anaandika wa teaching practice. Hii kijana. Nakwambia huyu aliangalia tu akaangalia kando. Akaona mwalimu yangu hapo. Akajifanya anamei. Ndio mwalimu amwamshe. Makosa yangu ni kukosa kuja meeting ya shule. Lakini kuanzia leo nitakuwa nakuja meeting ya shule. Kitu naomba ni pay transfer. Haizi soma hapa. Mimi nakuuliza mzazi. Tuanze sana umelipa school fees ya 200 kutoka January mtoto wako amekula shule, mwezi wa pili amekula shule. Sasa tuko mwezi wa 3 tunafunga next week.
Umelipa 100. Tuongee mambo inakuhusu kwanza. Huyu tutamalizana naye kwa nyumba. Mambo ya school fees tunamalizana hapa tunaongea. Lakini mambo ya transfer si waste side. Kisa na maana hujalipa school fees. Vitu amesema ni ukweli. Ni ukweli. Uongo. Wale kwa chief atakonfirm kama ni ukweli ama ni uongo. Mama unanivunja miguu hata wewe unihurumia mama. Mimi hata nahurumia wazazi haki jamani. Sasa mtoto kama huyu anapea mzazi pressure na hata masomo yenyewe hawezi. Akiambiwa asome anampata ndi. Anapelekanga mzazi ndi alimwambia anataka ndi unajua ni ndogo. Amemwambia anataka Mungu amfanyange hivi kwa ngombe. Mimi mwache niendelee na kazi yangu. Huyo mtoto huyu atapea mzazi yake pressure.